Katika video hii nitakuonyesha aina 7 za ndoto zilizopo katika Biblia. Ndoto zote ambazo nitazisoma katika video hii ni zile ambazo zimeandikwa katika Biblia, na nimezigawanya katika makundi 7 ambayo yatakusaidia wewe ambaye unatamani kuchambua au kuzielewa ndoto zako. Na ukijua ndoto yako ipo katika kundi gani, basi itakuwa rahisi sana kuitafsiri. Naitwa David, mimi ni rafiki yako ambaye ninakuletea mafundisho mbalimbali ya Biblia, na naamini somo hili litakusaidia, litakufungua ufahamu wako ili uweze kuelewa ndoto kwa undani zaidi. Basi moja kwa moja niende kwenye aina ya kwanza ya ndoto iliyopo katika Biblia. Aina ya kwanza kabisa ya ndoto ni ndoto za kuonya. Ndoto ya kuonya ni ile ndoto ambayo Mungu anakuonyesha vitu katika usingizi na anakupa tahadhari, labda usiende mahali fulani au usiende kanisa fulani au usiwe na ukaribu na mtu fulani, na anakuonyesha ile nia au lile kusudi lililo ndani ya mtu ambalo wewe kwa macho yako ya kawaida unaweza usione. Mwanzo sura 20 mstari wa 3. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mkewe mtu. Mwanzo sura 31 mstari wa 24. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku akamwambia, ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Hilo ni onyo lingine ambalo Mungu alimpa mtu katika ndoto. Lakini pia kwenye Agano Jipya, Mathayo sura ya 2 mstari wa 12, nao akisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Kwa hiyo Mungu anaweza kutokea katika ndoto, lakini ndoto nyingi huwa zinakuja kwa mafumbo. Unaweza kumuona mtu wa karibu ambaye unamwamini, lakini kwenye ndoto kamaona kama anakuvamia au anataka kukupiga au anakukimbiza. Hizo zote huwa zinamaanisha kwamba Mungu anakuonya juu ya huyu mtu. Au kuna watu wengine huwa wanaweza kumuona mtumishi wa Mungu, hata kanisa ambalo mtu anaabudu, lakini anamuona mtumishi wa Mungu anamkimbiza, anataka amteke na nini katika ndoto, lakini hiyo inakuwa ni ishara kwamba huyu mtu au huyu rafiki wa karibu ambaye ninamuona kama vile ni mtu mzuri, Mungu ananionya kwamba sio mtu mzuri. Ndoto ya pili ni ndoto ya ufunuo. Ufunuo ni nini? Ufunuo ni kitu ambacho kilikuwepo, lakini kimefunikwa, lakini Mungu anaamua kukifunua. Sio kitu kipya, sio maarifa mapya, lakini Mungu anaamua kuyadhihirisha. Na mara nyingi aina hii ya ndoto mimi huwa siiti ndoto, huwa naita uhalisia. Na mara nyingi jinsi ambavyo inakuwa ni unakuwa umelala katika chumba au umelala sehemu yoyote ile, lakini katika ndoto unaamka na unakuwa unaiona sehemu ile ile ambayo upo. Na kama ni chumba, basi unakiona chumba chako vile vile, lakini unakuwa unaona vitu vingine ambavyo labda katika ulimwengu huu wa mwili visingeweza kuwepo. Hiyo mimi huwa naita ndoto ya ufunuo. Yaani Mungu amelifunua eneo lile lile ambalo upo, lakini amelifunua katika ulimwengu wa roho. Mwanzo sura 28 mstari wa 12. Yakobo akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake. Hapa panaitwa Betheli, ambako Yakobo alilala tu, Mungu anipumzike, lakini hakujua kuwa ile sehemu ndio ilikuwa sehemu ambayo babu yake Ibrahimu aliweka madhabahu. Kwa katika usingizi Yakobo aliona ngazi ambayo huwa inamaanisha madhabahu, lakini kwenye hiyo ngazi akaona malaika wanapanda na kushuka, na kule juu akamwona mtu anang'aa kama mwana wa Mungu hivi. Sasa ile haikuwa ndoto, ila ilikuwa ni Mungu anamfunulia nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho katika lile eneo. Na alipoamka Yakobo alisema, kumbe Mungu yuko mahali hapa na mimi sikujua. Mwisho wa siku alimwomba Mungu vitu kadhaa. Ndoto ya tatu ni ndoto ya maelekezo. Ndoto ya maelekezo ni ndoto ambayo inakutokea pale ambapo unakaribia kufanya maamuzi. Labda unakaribia kusafiri kwenda sehemu fulani, au unakaribia kuwekeza pesa nyingi, au unakaribia kuoa, au unakaribia kufanya maamuzi yoyote ambayo ni makubwa au yanaweza yakaharibu au yakaboresha maisha yako.
Ndoto hizi huwa zinakuja katika mazingira hayo, na zinatokea ili kukuonya au kukujulisha kwamba hiyo hatua unayochukua ni nzuri au ni mbaya. Na kama ni nzuri basi fanya hivi, kama ni mbaya basi fanya hivi ili uepuke. Mathayo sura ya 1 mstari wa 20, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hapa huyu ni Yusufu ambaye alikuwa katika hali ya kuchukua maamuzi ya kumuacha. Alikuwa bado anajifikiria, nataka nimwache Mariamu kwa sababu nimemwona ana mimba. Lakini katika kutafakari zile siku ambazo alikuwa anatafakari, basi malaika wa Mungu alimtokea katika ndoto. Ndoto ya 4 ni ndoto ya hatma. Ndoto za hatma ni ndoto ambazo zinaonyesha mwisho wa mtu, au huyu mtu ameumbwa kuja kufanya kazi gani. Hizi ni ndoto ambazo zinaweza zikaja kwa mafumbo zaidi. Mwanzo sura ya 37 mstari wa 9. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akisema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, natazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Naamini kila mmoja Mungu huwa anamuonyesha katika ndoto anatakiwa kuwa nani na anatakiwa kufanya nini, lakini huwa zinakuja kwa mafumbo mara nyingine. Lakini mara nyingine ukiziona unaweza kusema hapana, siamini, huyu sio mimi. Kwa hiyo ni kuwa makini tu kufuatilia, na katika ndoto unaweza kujua kabisa Mungu amenileta duniani kuja kufanya kitu gani. Ndoto ya 5 ni ndoto ya kinabii. Ndoto ya kinabii ni ndoto ambayo inakuonyesha mambo yajayo, na inaweza kukupa hata namna ya kufanya nini katika hayo mambo ambayo yanakuja, ili uweze kufaidika zaidi na hayo mambo. Ili jina kinabii haimaanishi kwamba inawatokea manabii. Hapana, inaweza kumtokea mtu yoyote, lakini kuwa ni ndoto ya kinabii maana yake ni kwamba inaonyesha mambo yanayokuja mbele, mambo ambayo bado hayajatokea. Mwanzo sura 40 mstari wa 5, wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji na mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Hii ni ndoto ambayo waliota mwokaji na mnyweshaji wa mfalme ambao walikuwa wamewekwa gerezani, na zilikuwa ni ndoto za kinabii kwa sababu zilieleza kwamba baada ya siku 3 kuna mmoja atauawa na kuna mwingine mfalme atamrudisha kazini. Na Mwanzo sura 41 mstari wa 1, ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto, tazama amesimama kando ya mto. Ndoto ya 6 ni ndoto ambayo ina majibu ya maombi. Mara nyingi watu tunaomba, lakini huwa hatujui Mungu anajibu kwa njia gani na Mungu huwa anajibu vipi. Mara nyingi Mungu huwa haleti jibu la maombi ambayo tunayaomba, ila huwa analeta suluhisho au analeta maelezo fulani au anakuelewesha shida ilianzia wapi. Na kwa mara nyingi njia ya kwanza ambayo Mungu huwa anaitumia ni ndoto. Kama nilivyokuwa nasoma katika haya maandiko, utagundua kuwa ni kitabu cha Mwanzo nasoma sana na kitabu cha Mathayo. Hivyo vyote ni vitabu vya kwanza katika Biblia. Hiki ni kitabu cha kwanza kwenye Agano la Kale, hiki ni kitabu cha kwanza kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo sana ndoto huwa ndio njia ya kwanza ambayo Mungu huwa anaitumia kusema na mtu. Sasa unajuaje kuwa hii ndoto ni jibu la maombi? Kama ulikuwa unaombea jambo fulani, afu hilo jambo ukaliona katika ndoto, au kama ulikuwa unaombea mtu fulani na huyo mtu kamaona katika ndoto, hata kama hiyo ndoto huielewi inasema nini, huelewi, unaona kama ni maruweruwe, lakini inaweza ikawa ni jibu la maombi ambayo ulikuwa unayaomba. Ukitulia vizuri na ukimuuliza Mungu hii ndoto inamaanisha nini, Mungu anaweza kukufunulia na akakufundisha hata namna ya kuomba kutokana na hiyo ndoto tu ambayo amekuonyesha. Samueli wa kwanza sura 28 mstari wa 6, lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto wala kwa Urimu wala kwa manabii. Hapa zimeandikwa njia 3 ambazo Mungu anaweza akamjibu mtu, na njia ya kwanza kabisa ambayo umeiona hapa ni njia ya ndoto. Kwa hiyo Sauli, kwa sababu alikuwa amemwacha Mungu, siku ambayo alijaribu kwenda kumuuliza Mungu nifanye nini, Mungu hakumjibu. Na njia ya kwanza kabisa ni ndoto. Kwa hiyo inamaanisha nini? Ndoto ni sehemu ambayo unaweza kupata majibu ya maombi yako. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5, na huko Gibeoni
Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Huyu ni Sulemani ambaye alikuwa anamuomba sana Mungu juu ya hekima. Mungu, nisaidie hekima ili niweze kuongoza watu. Lakini cha ajabu ni kwamba majibu ya hayo maombi yalimjia katika ndoto. Na ndoto ya 7 na ya mwisho ni ndoto yenye ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watu. Yeremia sura ya 23 mstari wa 28. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake. Mara nyingi Mungu akitaka kusema na watu huwa anaweza kukujia katika ndoto na kukuonyesha matatizo ya watu na makosa ya watu na nini useme na hao watu, au hata kama ni mtu mmoja, lakini anaweza kuja katika ndoto na akakupa ujumbe kwa ajili ya mtu. Sasa hii inaweza kuwa ngumu kidogo labda kwa baadhi ya watu, lakini ukipata ujumbe wa mtu ni vizuri unaenda unamwambia kwamba nimeona hiki na hiki juu yako. Sijui kina maana gani, lakini ndio ambacho nimekipata. Huo unakuwa ni ujumbe ambao Mungu amekupitishia wewe kumfikishia mtu. Inawezekana alikuwa anasema na mtu kwa muda mrefu, lakini mtu alikuwa hasikii. Na utashangaa ambavyo watu wengi watabarikiwa na huo ujumbe ambao utawapa. Basi Mungu akubariki sana, na naamini kuna kitu umepata. Kama kuna kitu umepata, basi niambie kwenye comment. Usiache kulike hii video. Lakini kama una swali lolote kuhusiana na aina hizi 7 za ndoto, unaweza ukauliza. Nitakuwa tayari kukujibu katika comment hapo chini. Kama umependa hii video, unaweza angalia video nyingine ambayo unaiona katika screen yako, video ambayo inafuata. Na naamini kuna kitu utajifunza kizuri zaidi. Barikiwe.